Bana, bado tunahesabu muda, dakika, sekunde kwenye kuelekea safari ya kuicheki World Cup. It means ni TikTok. Ayubu Mgando kama kawaida studio. Bana, nitajie top 3 ya wachezaji ambao unahisi wanatazama kwamba hii ndo image halisi ya World Cup, na kwenye image hiyo pia ni mataifa yapi ambayo yanaonekana kwamba ni tishio sana, yanapigwa chapo kwenda kulibeba World Cup. Karibu. Of course, kwenye World Cup hii ambayo inafanyika Marekani, Canada pamoja na Mexico. Okay. Majina ya wachezaji ambao kwa haraka ndio wanatengeneza story ama watauza sana kwenye World Cup hii ni Lionel Messi, Cristiano Ronaldo na Neymar wa Brazil. Why Neymar? Why Neymar? Kwa sababu ndani ya hii miaka 12 iliyopita Neymar ndo mchezaji ambaye alionekana kuwa karibu zaidi na wale wachezaji wawili kiuwezo binafsi, na hata namna ambavyo ile sintofahamu yake kuelekea kwenye World Cup ilizua story kubwa sana. Na Neymar ndo poster boy wa Brazil, kwa sababu ukiangalia kwenye coast ya Brazil kwa sasa, nani ambaye anaweza kuuza Brazil? So apart from kwenda kwenye World Cup kama taifa kwenda kushinda, lakini Brazil wanao utamaduni wa kuwa na mchezaji bora ambaye anauza kibiashara na faida kibiashara timu ya taifa ya Brazil, kwa sababu Brazil wana mkataba na Nike, na moja kati ya vipengele ama masharti yale ya mkataba ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na star player ambaye mwenye uwezo wa kupush bidhaa zao ama brand yao kwenye mashindano makubwa kama World Cup. Kumbuka Nike wanaenda huku kukiwa na ushindano na Adidas. Yes. Tangaza yale mawili umeona? Yes, so you need your best people ambao wanaweza kauza brand yako kwenye mashindano makubwa kama haya. Yes, kuna Cristiano Ronaldo. Yes, Ronaldo alikuwa naye tunafahamu ubora wake wa kuweza kuuza ile aura ambayo anayo, lakini ukimuongeza na Neymar kupitia jezi ya timu ya taifa ya Brazil, kuna uzito fulani ambao Nike watatizamika, unajua kwa sababu wao wana mkataba mrefu sana na timu ya taifa ya Brazil. Kwa kwangu mimi naona hiki kinachoendelea uwepo wa Cristiano Ronaldo, uwepo wa Lionel Messi na story kwamba hii inaweza kawa ndo last dance kwao, hata kwa Neymar mwenyewe ikawa ni last dance kwao. Kwa watu wanataka kuona, je, mashindano ya mwisho ya Cristiano Ronaldo ambaye hajawahi kutoa kombe la dunia, na Ureno hajawahi kutoa kombe la dunia. Actually Ronaldo anataka awe ndo mchezaji bora wa muda wote Ureno, sababu wamepita kina Eusebio, wamepita kina Paul Futre, wamepita kina Luis Figo. Hakuna ambaye amewahi kushinda taji lolote kubwa na Ureno. Ronaldo amechukua Euro 2016, amechukua kombe la ligi ya mataifa ya Ulaya, inaitwa European National League, akiwa na timu ya taifa ya Ureno. So kombe kubwa lobakisha ni hili la dunia. Endapo atatoa. Lionel Messi ameshachukua, wanaenda kuona je anaweza akachukua back to back na wanataka kumwaga. Neymar pia anataka kuwa shujaa wa Brazil ambaye ameiwezesha Brazil kutoa kombe la dunia la 6, kwa sababu wachezaji bora ambao wamewahi kupita kwenye kikosi cha Brazil, ukianzia kina Pele anasifika na World Cup, kija kina Ronaldo, Nazario de Lima, kina Ricardo Kaka wana World Cup. Kwa hiyo na yeye anataka awe kwenye hiyo category. Hiyo ni top 3 yako, sawa. Okay, timu zipi ambazo zinapewa nafasi sana kubwa ya kuchukua World Cup? Timu 3. Top 3 tu. Of course, utarudi kwa Hispania, mabingwa wa Euro. Okay. Endapo Lamine Yamal atarudi na atarejea kwenye kiwango chake bora. Okay. Wezi kuacha Wareno, na inasemekana kutokana na namna ambavyo ile midfield yao ilivyofanya kazi nzuri wakiwa na Paris Saint-Germain. Joao Neves, Vitinha, lakini Bruno Fernandes alichokifanya EPL akiwa na Manchester United. Okay. So ana hiyo huo mtazamo kwamba kama hao watu wanaweza kaa kwenye ubora wao, Ureno inaweza ikafika mbali. Lakini timu ya pili kwangu mimi naona Argentina still bado ina nafasi ya kutoa kombe la dunia. Okay. Tusichukulie kawaida Argentina. Ina silaha, ina sababu na wana uwezo wa kutetea na kuweza kuchukua World Cup. Ufaransa. Yes, ijapokuwa wanaingia kwenye hii tournament wakiwa na hii migogoro imeanza huku chini, lakini still bado
wana talent ambazo zinaweza kuwafanya wao kachukua World Cup. Michael Olise fanya vizuri sana Bayern Munich, mmoja kati ya mawinga ambao wanafanya vizuri duniani kwa sasa. Una Ousmane Dembele alichokifanya na Paris Saint-Germain. Unahisi Ousmane hawezi kuwa kwenye hii mastaa watatu, kwa sababu ukizingatia endapo Ousmane atashinda World Cup yake, atashinda pia Ballon d'Or, atakuwa na mataji mawili ya UEFA Champions League na World Cup mbele ya Kylian Mbappe. Hawezi kuwa star kwenye top 3 ile, hawezi kukaa. Yaani hapo sasa ni endapo of course atajadiliwa kama mchezaji ambaye endapo wataiwezesha timu ya taifa ya Ufaransa kufika finali na kuchukua kombe. Yes. Lakini tutamwangalia nani atakuwa outstanding player. Sababu siku za nyuma Ufaransa iliwahi kuwa na mastaa, lakini outstanding player alitoka Zidane mwaka 98, mwaka 2002, mwaka 2006. Hapa katikati walikuwa na Kylian Mbappe alikuwepo, of course kijana mdogo anatoka Monaco 2018. Kulikuwa na Antoine Griezmann, Paul Pogba walikuwepo kwenye team, lakini still akasimama nani? Antoine Griezmann 2018. 2022 ilikuwa nizamu ya Kylian Mbappe kwa kile alichokifanya. Kwa endapo Ousmane Dembele atasimama kama main man, atasimama kama yeye ndo anaibeba timu ya taifa Ufaransa the way alichokuwa anakifanya na Paris Saint-Germain, why not? Anaweza akajadiliwa, lakini kwa sasa wachezaji ambao wanatizamwa ambao wana make headline kuelekea kwenye hii World Cup ni Messi, Ronaldo, Neymar. Okay. Bana, hayo ni maoni ya Ayubu Mgando. Yes, mtaalamu wetu tupo naye studio hapa kuhakikisha World Cup hii unapata update zote na stories zote ambazo ziko on fire. Bana, stay tuned, tunakuja na episode nyingine kama kawaida. Ayubu Mgando Masterclass.